Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndiyo ndugu zangu, watu zangu ambao wanafuatilia klipu zangu hizi, somo langu la leo ni kutoa tu nasaha na kufundisha mafundisho ambayo ya kumjenga mtu katika tabia nzuri, maana tabia nzuri ndio msingi wa maisha ya mwanadamu. Kama nilivyokuwa nazungumza katika klipu zangu zinazopita huko nyuma, kwamba malezi mazuri kwa watoto, kuwa na nidhamu wewe mwenyewe, basi inshallah ni mafanikio ya mfumo wa mwanadamu wanaoishi duniani, na hususani wanawake. Mtu anakimbiwa na mwanaume amekimbia kabisa, au anakuja natoka, ujue wewe mwanamke tabia yako inakuwa sio nzuri. Kuna kulogwa, kuna mambo mawili, kuna kulogwa na kuna tabia sio nzuri. Mwanamume anatakiwa abembelezwe kama mtoto. Mtu katoka kazini, amerudi nyumbani. Akishafika nyumbani ni sehemu ya salama, anatakiwa atulie. Lakini hatimaye hatulii kwa sababu kwanza wewe mwenyewe cha kwanza unapokuja hujajiandaa vizuri kumpokea mume wako kama mume. Mume na mapokezi tofauti na mtu mwingine. Kula anakotoka anatoka kwenye mihangaiko ya kazi na stress nyingi. Basi akija wewe huko umekunja sura. Saa nyingine kipato hajapata, kija kuna kitu umemwambia akufanyie, sasa hajafanya, wewe unahisi kachaenda kumhonga mtu mwingine. Ndipo tatizo linapofanyaje, ndipo linapoanzia hapo. Matokeo yake unaanza kufanyaje, kuhangaika au nimerogwa. Na ukienda kwa watu ambao sio waaminifu watakwambia kweli umefanyaje, umerogwa, unaanza kuhangaika. Dawa hii, dawa ile, dawa ile, dawa ile. Unaanza lawama, mganga ule si, unaenda kwingine hivyo hivyo. Mganga ule, unamaliza vibanda hapo, unazunguka kila sehemu. Kumbe tatizo liko wapi? Lipo kwako. Sasa mimi nataka nifundishe dawa moja. Kama kweli umerogwa, chukua mayai haya mawili. Mayai mangapi? Mawili ya njiwa. Lile moja lishike upande wa huku na jingine lishike upande wa huku. Omba Mwenyezi Mungu, mimi kwanza riziki haikai. Kila ninavyoomba Mwenyezi Mungu sielewi, riziki zimekimbia, mwanaume haeleweki au mwanamke haeleweki. Na hiyo haijalishi kwa mwanamke au kwa wote. Sasa naomba Mwenyezi Mungu, haya mayai niliyoshika ni ya huyu ndege njiwa. Njiwa ana tabia moja ya kalama. Ukimtuma sehemu anaenda na anarudisha majibu. Tangia enzi za wahenga wazee wetu akina Nabii Nuhu huko mienzi na enzi, ndivyo alivyoombwa na Mwenyezi Mungu. Naomba Mwenyezi Mungu, kwa uwezo wako wewe Mwenyezi Mungu, na sababu ya hawa njiwa hawa, Mwenyezi Mungu, mume wangu atulie au mke wangu atulie. Na mwenye uwezo hapo ni wewe Mwenyezi Mungu. Nakuomba kwa baraka zako, kupitia manabii wako uliowaleta hapa wakafanya miujiza na mambo yakaenda mazuri. Mwenyezi Mungu nakuomba, basi hakika ukishamaliza vile ile mayai yako yale, yachukua ile mayai, nenda nayo mpaka pale nyumbani kwako. Kama uko nyumbani kwako, weka kwenye pembe ya nyumba ile pale, pembe ya kwanza na pembe ya pili. Katikati ni mlango, naweka huku na huku. Yaache kabisa pale, yaweke tena asivunjike, akae vizuri. Basi kadri unapotoka unaenda kwenye mihangaiko yako, unaenda unarudi, zile baraka ndio zinapoingia katika nyumba ile. Hata kama riziki za hela hazipo, upati hela. Hata kama kuna mizunguko yako, umemkopesha mtu kitu chako na mizunguko hapa na pale, yani hakupi, basi mambo yako yatafanya itafunguka. Kwa uwezo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu.
Mungu ndio mwingi wa rehema, na kila kitu tumtangulize nani? Mwenyezi Mungu. Kila kitu mtangulize Mwenyezi Mungu, mambo mengine yanafanyaje? Yanakuja. Ndege njiwa huyu, kwa mtu mwenye akili timamu na mawazo maalum na anafahamu kufuatilia historia za dunia za maisha, inajulikana ndege njiwa huyu sio ndege adui, ni ndege mwenye baraka, na ni ndege ambaye anatumika katika mazingira ya mivuto. Ukimtuma anaenda, ukifanya dawa hii inafanyika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ukiyafuatilia haya, basi utapata matunda, na si kile unachokiambiwa huko kwenye mitandao, kwenye nani ndio mwingine anaambia pake sijui na nini, kumbe mwingine hiyo kwa kitu haraka unajua kabisa hii ni dawa, ni tiba. Mfano mtu anakuambia kapaki mavi ya kunguru, huyo ndio maana anakuroga huyo, ili kesho akufuatilie clip yako, umfuate kule kwake, ukamtibie vizuri, akakutibia vizuri, upeleke hela pale. Epuka wahuni asili ni wengi. Kunguru mimi langu ni hilo tu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala.